Unajua kipindi na kupokea pale nikajua Posh Queen. Nikaza vipi tena shemeji huku tena? Kiwanja kama unavyokiona ni kizuri sana. Na hiki kiwanja unaweza kutengeneza hata gorofa 4 kwa tofali 500 chenye maana kinabana matofali katika ulaji. Okay. Kiukweli mimi nimekipenda sana. Kwanza kina nafasi kubwa, yani sehemu pana, afu cha zaidi nilichokipenda nina majirani. Watu washajenga kama hivi. Pazuri sana. Na upande hata wa mifuko ya cement aili sana. Yani udongo wake wenyewe una asili fulani ya cement. Mifuko 3 tu hapa unatengenezea nyumba vyumba 4, mifuko 3. Oh. Una vituko wewe. Haya bana, mimi hapa cha ubora zaidi ninachoona ni bora nikalipia kabisa. Ili siku yoyote mafundi waje washushe tofali na kuanza kujenga. Na kitu ambacho usichokijua, hiki kiwanja wamekuja watu mpaka na milioni 20 nimekataa. Lakini wewe jinsi nilivyokuona unafanana na Posh Queen fulani ukajala fulani hivi vishanezoba nikasema shemeji ya Aha, kumbe unarudi nyumbani saa 6 za usiku. Kumbe kazi yenyewe ndio unasema njana kina Joyce wao, si ndio? Aya we dada, huyu amekwambia upo single. Kwa taarifa yako ana wanawake hawa 2. Mmoja ndio mimi Aisha Chogo mtoto wa Vingunguti nauza supu ya mapupu. Alafu mwingine anaitwa Chimami mtoto wa Kizalamu kutoka Mzenga. Uso wake umekomaa kama kifuu. Na wewe ulikuwa unaongea na nini hapa njiani? Please wait basi waifu. I think now to everything your business. I'm this your madam. Wait, cool my man. Njiani? Unamshika? Tena nimekuona pale, tangia muda na kuangalia unamshika. Kwa taarifa yako nimekuona vizuri unajifanya chizi, si ndio? Dada, samani, kipara. Rafiki yangu mimi siwezi kufanya kabisa biashara ya hivi. Vitu gani hivi sasa? Madam, nisikilize basi. Nenda bwana wanakwenda. Wewe vipi? Unasema njana wana meza wapi? Na wewe kipara, unatuacha sisi bisikali nyumbani Motorola bapa, unakuja hapa njiani kusimama na watu wameka vinu viunoni, si ndio? Mwanaume mpaka anakuweka ndani, basi ujue anakupenda na anakuheshimu. Huyu angekuwa ni mwanamke wangu au ana thamani katika maisha yangu, basi ningemweka ndani. Kwa nini unaniharibia biashara? Huyu ni mteja wangu hapa, alikuwa anamuuzia kiwanja. Wewe umekuja unaingilia studio sinani mshepu studio mnani wao. Uzi sikai wife. Muongo, ulikuwa muzi. Aisha Chogo una akili sawa sawa wewe. Pumbavu shua ini wewe. Ifenshanash. Mimi nimekaa hapa nafanya biashara zangu za viwanja na huyu dada unakuja kusema sijui unatoka naye na date naye. Mimi vile sio vitu vyangu. Wewe una Chimami ana Na wewe ungekuwa hauna thamani, huyu ana thamani, basi huyu angeingia ndani wewe ungetoka. Ndio ujue wewe unapendwa kuliko huyu, ndio maana upo ndani Aisha Chogo. Kwani unashindwa kuelewa? Wanawake wa Vingunguti kuna muda jitambueni basi, kuna supu za mapupu na supu za nyama. Wewe unangangania tu sehemu moja tu mke wangu. Kwa nini unanipa changamoto, unanipa stress? Haya mteja kaondoka. Yaani wewe akili zao kama za mama yako. Mama yako hivyo. Akijaga nyumbani haulizi nani mgomvi, nani kamkosea mwenzie, anaanza kipara nini kaya. Ndio mama yako Melisi, wewe mama yako mtupu. Sasa basi. Kuanzia leo hii sitotoa hela ya chakula nyumbani mpaka wiki 2 zipite kwa sababu ya upumbavu ulo ufanya. Utakula jeuri yako. Sasa unaenda wapi? Napojua mimi. Twende wote basi. Wapi? Baby, ni wake zangu mloteka moyo. Hasa mbona huo moyo mnaupeleka mbio? Wote nawapenda sana, mkubwa kwa mdogo, ila huyo. Shikamoo shemeji. Marahaba. Mbona bado uko macho mpaka saizi? Si muda wako kulala ulishapita? Dada Lydia alinipa maelekezo nikusubiri paka utakapotoka kazini na nikuandalie chakula. Hivyo sikulala, nilikuwa nakusubiria. Kwa hiyo dada yako amelala. Pole sana kiduchu. Saizi ni saa 6 usiku. Nenda ukapumzike. And samani, nimeshakula nilipotoka. Kwa hiyo unaweza kwenda kupumzika. Haina shida shemeji. Ila kama bado unahitaji chochote, naweza nikakusubiria paka utakapoenda kulala.
na kama utakuwa na jambo lolote linakusumbua. Kiduchu, wewe bado ni mtoto mdogo sana. Huwezi kuelewa ninayopitia. Laiti ungekuwa mkubwa kidogo, pengine ungeweza kuelewa hali yangu. Lakini kwa sasa achana nayo. Nenda tu ukapumzike. Usinione hivi tu shemeji. Mimi sio mtoto mdogo kama unavyofikiria. Nenda ukalale sasa. Kesho ni siku nyingine, unahitajika kuamka mapema ili uweze kuendelea na majukumu yako. Sawa, usiku mwema. Vumilia mama, Kiduchu yo. Tulia nyumbani, pika ugali, sisi tunaenda kutembea Coco Beach, kula samaki na miogo kwa yule mwanamuziki wa Bongo Flava aliyeimba pusha washa, mina stress zimejaa kwenye kichwa. Sogeza kitika na nini lofika. Please, slow but sure. Nimekwambia tunaenda wote. Jua Aisha Chogo, kitu ambacho usichokijua. Siku hizi za Jumapili pale Coco Beach kuna kuwa na askari kukamata kwa ajili ya watu wenye vichogo tu. Mimi nakuonea huruma, utaenda kituoni. Sisi tunaenda, tunarudi. Ila nitakuletea samaki. Utaki kichwa cha samaki? Samaki tasa au sato? Habuju. Una kichaa wewe. Tunaenda kula kuleta kichwa. Kwa hiyo mimi mwana kula vichwa, si ndio? Yaani mimi uniachie hapa nyumbani na wasubiri nyinyi unaniletea na kichwa. Kwani mimi sitaki kula huo mkia? Twendeni wote tukale. Mimi, wewe na unyani gwego wako. Sawa, basi kama utaki bichwa nitakuletea mwenge. Tulia mama watoto. Cool down my man. You understand my love? Wewe ndo mwanamke wa roho yangu. I love so much Aisha Chogo. I kiss you so much. Okay, my wife. Please. Take your home. Your house, Linda. I'm back. Chimami, and for me, your night. You understand? Goodbye. Kama naangania twende basi. Tumchukue tutende naye. Alafu nawe usijifanye unanijali sana, umesikia? Kipara na kuzingua sasa hivi. Asante sana shemeji kwa upendo wako ulionionyesha. Kunijali mimi kama mdogo wako, kama ndugu yako. Na zawadi zote ulizowahi kununulia ndio hizo hapo ninakurudishia. Tuishi kama mtu na mdogo wake na mimi niendelee kuishi kama mfanyakazi. Alafu kuna kitu nimesahau. Zawadi nyingine uliyowahi kununulia sijaiweka hapo. Vumilia mama, Kiduchu yo. Kiduchu yo. Aya, fumbua. Vumilia mama. Kiduchu, hii ndo zawadi yangu mimi? Ndiyo shemu, kwani mbaya? Hivi Kiduchu, umewezaje kuniletea boxer? Ina maana hujui kama boxer ni nguo ambayo iko karibu kabisa na utupu wa mtu. Ni nguo ambayo mtu anavaa kuficha utu wake. Wewe unawezaje kuniletea hiyo boxer? Kwani Kiduchu, wewe ni mwanamke wangu? Wewe sio mke wangu, sio mwanamke wangu, sio mpenzi wangu, wala sio hawala yangu. Unawezaje kuniletea boxer? Boxer inatakiwa mtu ampelekee mpenzi wake. Unaletaje? Mimi ni kaka yako, kumbuka. Kama kaka yako unawezaje kuniletea nguo ya ndani? Nikiwa mfano mimi labda ningetoka sasa hivi, nifike sehemu nikute kuna chupi zinauzwa, ninunue chupi nikuletea wewe. Unadhani inaleta picha gani? Unafanyaga mambo yako kufikiria au unafanya tu kwa sababu unaendesha na miamko tu kwamba umejisikia kufanya?
Ukuona zawadi nyingine yoyote huko ulipoenda kuzunguka, ukaona boxer ndo nguo sasa hii nimpelekee shemeji? Alafu wewe umejua wapi size yangu mimi? Nilijua kipindi kile na kufulia boxer zako. Sasa wakati naenda dukani kununua mahitaji yangu, niliziona nzuri, nikahisi zitakufaa. Haya ndo madhara ya wewe kufua nguo zangu. Ndio mimi nilikuwa staki. Unaona mume wangu? Kila siku mimi nakwambia umndani, huyu binti mfukuze, hatufai. Haya leo kakuletea boxer. Na sijui kaleta boxer kama nani. Na huyu ndo chanzo wa ugomvi umndani, mimi na wewe. Afadhali Kiduchu ameletea boxer. Wewe umeleta nini mara mwisho? Bora huyu amekumbuka kwamba kuna mtu anahitaji hata nimpelekee zawadi. Lakini wewe mke wangu wa ndoa, hata siku moja tangia tumeanza kuishi humu ndani, hujashtuka hata kuniletea zawadi. Sio zawadi tu, una duka la nguo. Kila siku unabadilisha nguo. Kila siku nakuona tu. Lakini hata kusema basi kwa bahati mbaya nimpelekee mume wangu zawadi, hujawahi hata siku moja. Basi tuseme kuna zile nguo ambazo zimekaa muda mrefu dukani, zina vumbi labda, zimekaa tu, zimekuwa out of fashion. Useme tuchukue hata moja kwa bahati mbaya uniletee mimi mume wako, lakini haijawahi kutokea pia. Wewe ni mwanamke aina gani? Leo unamsema Kiduchu kwamba kanaletea boxer. Bora huyu alioniletea. Wewe tena. Sitaki nataka. Basi chukua zawadi hizo hapo umeletewa. Unadhani nitaiacha? Hii ni zawadi yangu na nitaivaa. Kiduchu, asante kwa zawadi. Mwanzo wa ndoa huaga furaha na mwisho wa ndoa huaga kara. Mimi nilitamani kuwa kuva pete. Kweli ni begi lako hili hapa, geti lile pale, naomba uondoke. Dada naomba unisamee. Mimi nitaenda wapi na unajua maisha kule kijijini? Naomba nisamee dada na kuahidi sitorudia tena. Eti naenda wapi jamani? Nimekuzaa mimi. Umezaliwa katika hii nyumba. Wewe chizi una kwenu. Hivi ya Kiduchu kwanza unajikuta nani? Maana mimi ndo chanzo cha wewe kuja katika hii nyumba. Unakula maisha mazuri, unalala, unavaa vizuri, unakuja kunilingia. Haukumbuka tulipokutoa? Mimi ndo nilimshawishi Pasali kama ujui. Kakuleta katika hii nyumba. Tumekukuta kule nyumbani kwenu uko kama chokola. Jambazi si jambazi, mkimbizi si mkimbizi. Alafu unakuja kunilingia. Unataka kushindana na mimi? Eti unanirekodi. Una akili kweli wewe? Kwamba mimi nilipokuwa na ushahidi wako na wewe kaona rekodi mradi upate ushahidi wangu. Unajua ni wapi nimetoka mimi na Pasali? Unajua ni mangapi tuliyoyapitia? Sasa nisikilize. Hakuna cha mtetezi, hakuna cha mtu yoyote. Beba begi, ondoka ndani kwangu. Na video zako lazima zimfikie Pasali. Ulikuja ukatukuta na utaondoka utatuacha. Shenzi mkubwa wewe. Dada nakuomba dada. Kiduchu ondoka. Unajua nakuomba basi nipe viatu tu. Vumilia mama. Kiduchu yo. Kiduchu yo. Vumilia mama. Mateso na karaha, shida na raha. Sema mwanga. Utamsha tayo hapo ndio.
Hapo hizi hapo usio unaweka sauti. Kwa kutakuwa na signal zijapanda kwa kika sauti na kwa changamoto. Sauti serikali. Yaani sio sauti hata kupost simu ambayo haijapandishwa. Unatokea tu hapo simama hapo unatokea kujambo. Unaweka alama hapo. Haya. Njoo. Inama. Yo mimi sasa mimi sina picha hata moja. Mimi picha zangu nilizokuwa nazo mimi nimeshika kamera. Sasa tumeondoka tumesahau kumwandikia saa. Hujamwandikia sikia? Ndio mwandikia ukutana. Hizi sheditiwa ile nyingi sheditiwa zipo. Kwa hiyo tulifika hapa tunamwandikia picha. Sasa nimebaki mimi na wengine. Haya ondoka. Toto jeuri. Utakosa kula. Sasa hizi mmekuwa limeshiba hapa ndo linaanza kuleta nyoko. Na ni mazuri tu. Lakini tulipofika hapa baadaye na ile Hii sinaungua, hii inapata moto. Kwenye hapa. Nasema mwekundu na wa blue unatoka kwenye nyama. Fika tu mama. Rangi mpaka rangi ya blue. Weka diffuser. Hata hiyo diffuser tu. Hata weka diffuser hapo tuweke nyingine ya kuchaji. Wewe sasa sijashika bomu. Nimechukua. Na kuchaji betri yangu. Inafika kwa leo. Ngoja sinyanyue juu sana. Mwanga ile low light. Angalia kule unakuja. Hapa ndo. Hata mimi na Bila bana. Taji. Kama kaa. Haya, twende. Angalia kule ndani. Kidogo unagao unalia. Twende maji. kumwomba hapo kaondoka